Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amin. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba ubariki siku hii ya leo, bariki watoto wetu wote, bariki mgeni wetu rasmi, bariki na wazazi wote na wageni wote waliofika mahali hapa, ili kazi hii tunayoifanya tuianze vizuri na tumalize salama. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Risala ya wahitimu wa darasa la awali ya pili na darasa la saba kwa mgeni rasmi tarehe 21 mwezi wa 8 2026. Ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa kamati ya shule, mwalimu mkuu, walimu, watumishi wasiokuwa walimu, wazazi na wanafunzi. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Bwana ni mwema. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake hadi kutufikisha siku ya leo salama. Jina lake litukuzwe sana. Pia tunapenda kukushukuru sana kwa kukubali kuja kushiriki nasi katika mahafali haya ya kuhitimu elimu ya awali na msingi. Tunatambua kuwa una majukumu mengi na umeacha ili uungane nasi katika sherehe hii. Tunashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu wa darasa la awali ya pili tulianza elimu ya awali mwaka 2024 ambapo tulikuwa 14, wavulana 9 na wasichana 5. Leo hii tunahitimu 47. Kati yetu wavulana ni 28 na wasichana ni 19, ambao tunategemea kuingia darasa la kwanza mwakani 2027. Kwa darasa la 7 tulianza elimu ya msingi mwaka 2020 ambapo tulikuwa jumla ya wanafunzi 35, wavulana 13 na wasichana 22. Leo hii mwaka 2026 tunahitimu jumla ya wanafunzi 39 ambapo wavulana ni 13 na wasichana ni 26. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu wa darasa la awali ya pili tumefanikiwa kumudi KKK, yaani kusoma, kuhesabu na kuandika kwa ufasaha. Leo hii wanahitimu ili kuendelea na darasa la kwanza. Alkadhalika kwa darasa la 7, kipindi chetu cha miaka 7 hapa shuleni kimekuwa ni kipindi chenye mafanikio makubwa. Baadhi ya mafanikio hayo ni kushika nafasi ya kwanza kati ya shule 43 zilizopo manispaa ya Msoma mjini katika mtihani wa utamilifu mkoa, yaani mock, na nafasi ya 9 katika mkoa kati ya shule 765 kwenye kundi lake lenye wanafunzi 40. Ndugu mgeni rasmi, tunao uwezo wa kujieleza kwa ufasaha kwa kutumia lugha 2 za kigeni ambazo ni lugha ya Kiingereza na Kifaransa. Haya ni mafanikio makubwa sana, kwani lugha hizi zitatusaidia kufanya vizuri zaidi katika masomo ya sekondari. Ndugu mgeni rasmi, tukiwa hapa shuleni tumeweza kukuza na kuendeleza vipaji vyetu mbalimbali kama vile uimbaji, uchezaji wa mpira, uganaji wa mashairi na riadha.
Tunaamini kuwa vipaji hivi tutavitumia na vitatusaidia, kwani katika ulimwengu wa sasa watu wengi wameendelea kupitia vipaji vyao. Ndugu mgeni rasmi, maisha yetu hapa shuleni hayakuwa ya darasani tu, bali pia tumepata mafunzo ya elimu ya dini, yaani kiroho, ambapo elimu hii imetufundisha kuwa na maadili mema katika jamii na kujiepusha na mienendo isiyofaa na isiyompendeza Mwenyezi Mungu. Ni imani yetu kuwa kupitia elimu ya dini tuliyopata tutakuwa mabalozi wazuri wa kupinga na kupambana na mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ndugu mgeni rasmi, wahenga walinena kuwa ukiona vyaelea vimeundwa. Mafanikio haya yanatokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya walimu, wanafunzi, watumishi wasiokuwa walimu, wazazi, uongozi wa shule chini ya Sister Salome Mayala, pamoja na uwepo wa walimu mahiri na wazoefu wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawapongeza sana. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio kuna changamoto pia. Baadhi ya changamoto zinazotukabili ni pamoja na utoro wa rejareja kwa baadhi ya wanafunzi unaosababishwa na wazazi kutokulipa ada kwa wakati. Hali hii hupelekea wanafunzi watoro kufanya vibaya kwenye mitihani yao. Ndugu mgeni rasmi, uhaba wa ala za muziki ni changamoto nyingine inayotukabili, hususani kwa wanafunzi wenye vipaji vya kuimba. Changamoto hii imesababisha baadhi ya wanafunzi kupoteza vipaji vyao. Pia kutokuwepo kwa uzio, yaani fensi imara, ili kuimarisha ulinzi na usalama wa wanafunzi na mali za shule. Ndugu mgeni rasmi, tunaamini kuwa uwepo wako mahali hapa utaguswa na mambo mbalimbali uliyoyasikia hapa, hivyo kushiriki kwa namna moja au nyingine kuchangia maendeleo au kutatua changamoto zinazotukabili. Ndugu mgeni rasmi, tutumie fursa hii kukushukuru kushiriki nasi katika mahafali yetu. Pia upatapo wasaa mwingine wa kualikwa katika shughuli nyingine mbalimbali hapa shuleni, usisite kuitikia mwaliko huo. Karibu sana shule ya msingi St. John Bosco. Ni sisi wahitimu elimu ya awali na msingi 2026 kutoka St. John Bosco Pre and Primary School. Risala hii imesomwa kwenu na Deborah Eliudi na Christopher Joseph. Kwanza napenda kuanza kwa kutoa shukrani kwa uongozi wa shule kwa kuweza kunikaribisha na kunipa nafasi hii adhimu ya kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo. Pili, napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza darasa la 7 pamoja na wanafunzi wetu wa shule ya awali kwa kuweza kuhitimisha hatua waliokuwepo na kuweza kwenda kwenye hatua nyingine. Napenda pia kutoa pongezi kwa uongozi wa shule, walimu, watumishi wa shule pamoja na wanafunzi kwa kipindi chote cha uvumilivu wakati wa kusoma. Napenda kutoa pongezi kwa wazazi pamoja na walezi kwa jitihada mbalimbali walizokuwa nazo pasipo kuchoka kuhakikisha wamelipa ada pamoja na mahitaji mengine ya wanafunzi mpaka siku hii ya leo tunasherehekea kumaliza shule. Shukrani zangu na pongezi ziende kwa uongozi wa shule kwa miaka 3 mfululizo ambao wameweza kufaulisha wanafunzi wetu au vijana wetu katika shule hii kwa wastani wa daraja A kama ambavyo hotuba yao imekuwa ikizungumza. Lakini wote ni shahidi, tumeweza kujionea vipaji mbalimbali ambavyo watoto wetu wameweza kutuonyesha. Hii ni jitihada kubwa na nguvu kubwa iliyowekwa kwa uongozi wa shule pamoja na walimu ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa nguvu na jitihada kubwa kuhakikisha watoto wanaweza kufanya haya waliyofanya leo. Natumaini kila mmoja amefurahiwa
na ameona jinsi gani watoto wetu wana vipaji. Mimi ni muumini mkubwa sana kwenye vipaji, kwa sababu najua swala la shule na kusoma litakwenda kwa sababu ya nguvu za walimu, lakini ni namna gani ambavyo sisi kama wazazi tunakuwa tuna uwezo wa kuibua vipaji vya watoto wetu na kuhakikisha wanaweza kuviendeleza. Nimeweza kusikia changamoto mbalimbali walizonazo hapa kama ambavyo zilivyowasilishwa kwenye hotuba yao. Sisi kama wazazi hatuna budi kuunga mkono jitihada za shule katika kuwezesha kwenye changamoto walizonazo. Na mimi leo kama mgeni rasmi naenda kutoa mifuko 20 ya simenti ambayo itaenda kuwezesha ujenzi wa ukuta. Ujenzi huo ukuta wa shule utaenda kuweka mazingira salama kwa watoto wetu ili kusudi basi waweze kusoma pasipo bugdha na kadhaa yoyote. Lakini pia mwisho wa kumalizia, niende kutoa pongezi kwa uongozi wa shule na kamati ya graduation kwa maandalizi ambayo wameenda kuyafanya. Hakika yamefana. Tumeona vitu mbalimbali ambavyo wengi wetu hatukuvitarajia. Bona mbele tuwapigie makofi mengi sana, kelele nyingi sana, ili na wenyewe wajisikie vizuri kwa shughuli nzuri walioenda kuiandaa. Nashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru mgeni wetu rasmi kwa kutoa muda wake kushinda nasi siku nzima. Si utaratibu wa kawaida kwa wafanyakazi. Ni manager ambaye ana majukumu mengi, lakini ametupa heshima kubwa sana. Nakushukuru sana Mr. Amush kukaa nasi St. John Bosco, umetupa heshima kubwa sana. Asante sana. Makofi mengi kwake tafadhali. Meneja wa benki ya TCB. Asante. Ni washukuru kamati ya shule, mwenyekiti na wajumbe wote kwa kuweza kuwa nasi kwa tukio leo kubwa katika shule yetu. Asanteni sana kwa kufika. Jipigie makofi mengi sana. Asante. Ni washukuru wazazi wote. Kwa kweli leo mmeitikia kwa kishindo. Mbarikiwe sana sana sana. Jipigie makofi mengi sana wazazi. Asante. Tunawashukuru sana kwa kufika kuwatia moyo watoto wetu. Hapa sasa ndio wanaanza safari kabisa. Leo watakula keki, pilau, nini, lakini baada ya hapo Jumatatu mitihani iko pale pale kama kawaida. Kwa hiyo wana kazi kubwa. Leo muwatie moyo sana wapate nguvu za kuendelea huko. Wananiambia kwamba sister, tunakuahidi wote darasa zima tunapata A. Kwa hiyo naendelea kuwaombea sana wanangu darasa la 7, muweze kujipa moyo kujifunza kwa nguvu zote ili muweze kupata hizo A ambazo mmeniahidi. Niwashukuru na wageni wote waliofika hapa kuungana nasi. Niwashukuru MC, nishukuru waandishi wa habari wa jimbo letu wakiongozwa na Veronica na Sister Epi kwa kufika hapa, na mpiga picha Novatus. Tunawashukuru sana kuwa nasi katika matukio haya ya kijimbo. Pia niendelee kutoa wosia kwa wazazi. Kazi ndio tunaianza. Wazazi wote ninawaomba sana sana tutoe malezi bora. Wazazi wengi tunakuwa na muda mwingi kuwa bize sana. Ukitoka kazini ukirudi usiku umelala, hujui kuanzia asubuhi mwanangu amefanya nini. Na washauri sana wazazi, mutusaidie katika malezi tukiwa na walimu pamoja. Tuna kazi ngumu sana watoto wetu, malezi kule nyumbani yana changamoto. Tunaomba mtupe ushirikiano. Mtoto akitoka shuleni, hata kama umerudi umechoka, muamshe uangalie leo ana tukio gani. Je, yuko salama? Je, amefanya homework? Je, amefanya kila kitu? Alafu mwambie alale. Na pia kujisomea akiwa nyumbani, kwa sababu wazazi mnakuwa bize, hakuna naye mtazama mtoto wakati wa kujisomea nyumbani, kuangalia utaratibu mzima wa mtoto hakuna.
na pia watoto wanapatwa changamoto huko nyumbani kwa sababu ya wazazi kutokuwa nyumbani. Na wasihi sana wazazi, naomba tufanye huo ushirikiano wa malezi yaliyotukuka kwa watoto wetu, waweze kupata malezi mazuri na wapate elimu bora. Pia kutimiza majukumu yenu. Kama una wajibu wa kumpa haki zake za elimu, basi hakikisha unampa haki iliyostahiki. Kama ni kulipa ada, lipa kwa wakati. Nikiwaomba sasa wazazi wa darasa la 7, jitahidi sana. Hakikisha ndani ya wiki hii umekamilisha. Hatupendi tena kuona mtoto anazunguka kwenda kutafuta mzazi akamilishe ada. Maliza ada kwa wakati ili Jumatatu. Hatutaki mtoto yeyote sasa kurudi nyumbani. Anatakiwa awe sasa kwa maandalizi yaliyobaki kwa utulivu bila stress. Na wasihi sana wazazi tuweze kulifanyia kazi. Pia niwashukuru sana walimu kwa ujumla wao wanaofundisha watoto wetu madarasani. Nawashukuru sana kwa jitihada kubwa mlizozifanya na kwa maandalizi yote makubwa mlioyafanya. Pia niwashukuru na wafanyakazi wote wanaohudumia watoto wetu, madereva, wapishi, wafanya usafi, makonda, wote wamefanya kazi kubwa sana mpaka kuwafikisha hawa watoto wetu. Tunawashukuru sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa mapenzi yako kutulinda tangu asubuhi mpaka saa hii tukiwa mbele yako. Umeweza kutupa nguvu ya kuendelea kukutumikia katika tukio hili. Tunawashukuru wazazi wetu wote, tunawashukuru wageni wetu wote waliotufikia mahali hapa. Basi tunaomba ubariki chakula chote kilichoandaliwa ili tuweze kukitumia na kupata nguvu za kutumikia vema. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Mulo mwema.